nguvu ya sisi kuweza kuvimba humu ndani, wale ambao wameweza kutupa shavu la sisi kuweza kutabasamu, wale ambao wametupa shavu la sisi mionekano yetu kuweza kuonekana basi nyuso zenye furaha, basi hao ni Dodoma Media College. Martino anasemaje hawa Dodoma? Unaambiwa bana Sawa, asante kwa kunikumbusha. Hapo nakupata. Hapo unaambiwa bana Dodoma Media College ndo wadhamini wetu wanao tudhamini hapa kwenye kipindi hiki cha Sport Radar, na hao bana wanapatikana hapa Dodoma Bahi Road mkabala na soko la Machinga. Hao bana wanatoa kozi za chuo kwa wanafunzi ambao wamemaliza elimu ya form 4 na form 6. Wanatoa kozi za journalism and mass communication, public relation and marketing, video production, TV and radio broadcasting, full secretarial course, na pia kuna full DJs, kuna somo la Kichina, kuna masomo mengi yanaendelea hapa chuoni. Ukinipa nafasi ya kuizungumzia Dodoma Media College, basi na mimi naweza nikakwambia kwamba ni chuo bora nchini Tanzania cha uandishi wa habari ambacho kimebobea katika kutoa wanafunzi walio bora. Hapo mwanzo walikuwa waandishi wa habari ambao walikuwa wanabobea zaidi, hasa walikuwa wamebobea kusoma pale wakitaradadi zaidi kwenye mkoa wa Dodoma na viunga vyake, lakini hivi sasa Dodoma Tanzania, au unaweza ukasema kwamba Tanzania nzima, unaweza ukaenda Mwanza, unaweza ukaenda Dar es Salaam, unaweza ukaenda Arusha, unaweza ukaenda Mbeya, unaweza ukaenda Songwe, ukawapata wanahabari nguri kabisa waliosoma pale Dodoma Media College. Basi na mimi hicho ni chuo bora nambari 1 ambacho mimi ukiniuliza nitakwambia ni nambari 1 kwa kutoa kozi ya journalism and mass communication, ambayo hivi sasa ni kozi ambayo imekuwa inashika hatamu kwa sababu ndo sehemu ambayo imeshika vyombo vingi vya habari, lakini bila kuwasahau wana katibu muhtasi, yani secretary of management full course, miaka yako 3 soma pale kwa ngazi ya diploma, basi uweze kuwa mhudumu mzuri wa pale mapokezi. Ni Dodoma Media College peke yao ndio ambao wanaweza kawa wanafanya hivyo. Hawajasahau wale ambao hawakupata nafasi ya kujiunga na kidato cha 4 au hata kidato chuo kikuu na vyuo vingine, basi wao wana full DJ course ambayo unaweza ukaenda kusoma bila gaziko, bila hiana na videographer. Wao wanakwambia kwamba nenda pale Dodoma Media College, basi unaweza ukasoma hivyo vitu na unaweza ukawa mtu mzuri huko mbeleni, ukakaa mtaani bila kuwa na hiana ya aina yoyote, ukapata pesa au fedha, na hivyo basi ukaweza kududa na familia ikaweza kwenda vizuri. Amezungumza Martina anatuchanganya, anatuambia vipi Florai Benge hawezi kuchukua ubingwa na Azam. Wana Azam wanataka kusikia vitu kutoka wachambuzi hapa. Anatuchanganya. Hebu tuelekeze Mohamed Mresa, wewe kwako hii ipoje? Kiuhalisia Florai Benge kimimi hapa ninavyomuona, kwanza ni miongoni mwa makocha hatari sana ambao hawajawahi kutokea katika ukanda wa bara la Afrika. Ndio. Sababu gani? Kwa hicho ndicho anachotaka kukisikia mashabiki wa Azam sasa. Kwa sababu mpaka amesajiliwa na Azam, basi ni kwa sababu ni kwamba tayari bosi wa Azam ameshamuona kwamba huyu kocha ni kocha ambaye nikimleta Azam anaweza kuja kuleta impact ambao mashabiki wa Azam wengi walikuwa wakisubiria. Kwa hiyo tukasema kwenye hii michuano ambayo inaendelea kwa sasa hivi, Florai Benge hatuwezi kusema ile 100% kwamba anaweza akaifikisha Azam labda maybe kwenye finali ama nusu finali, lakini kiuhalisia anaweza akaifikisha kwenye sehemu fulani ambayo ni nzuri, ambako mashabiki wa Azam na Azam kiujumla wanaweza wakafurahi. Kwa sababu gani? Naweza kusema kwamba Florai Benge ni kocha ambaye ana Mourinho fulani ndani yake. Kivipi? Ana Mourinho fulani ndani yake. Sema kweli. Kabisa. Florai Benge ni kocha ambaye uwaga anatumia mfumo wa 3-5-2. It means kwamba pale katikati wanacheza viungo wengi sana, hata kwenye mchezo wa ili kutawala eneo la mchezo. Hata kwenye mchezo wa juzi hapo tunaona kwamba aliingia na mfumo huo, ambako pale katikati aliweka viungo wengi, na hivyo ikapelekea kuweza kuondoka na matokeo mazuri kama jinsi ulivyokuwa mmeangalia mchezo. Kwa hiyo kiuhalisia Florai Benge anaweza kufikisha Azam kwenye lengo ambalo sio la kufika finali wala nusu finali, bali ni kwenye lengo ambalo walikuwa tayari wameshaanza kujiweka labda kwenye robo finali. Si ndio bwana? Kwenye robo finali sisi labda ndio tunataka utufikishe Florai Benge. Florai Benge kwa hiyo kutumia na mbinu zake, kutumia na wachezaji ambao anao mpaka dakika hii, tunajua Azam amesajili wachezaji ambao ni quality players. Player ambao yani anacheza sehemu yoyote kwenye bara la Afrika.
Kwa hiyo mimi naona kwa Florai Ibenge atuseme 100% anafika kwenye finali, ila kwenye hizi hatua za nusu finali na robo finali anaweza akafika Florai Ibenge. Hatua ya nusu finali na robo finali, basi Florai Ibenge anaweza akafika. Tuweke kando taarifa hiyo na sasa tuangazie taarifa nyingine ambayo imeshika patamu, na hapa ni katika upande wa CAF Confederation. Bado tukiwa tunabaki hapo hapo, Miguel Gamondi na Singida Black Stars, mambo bien, goli 1-0. Maarufu Shekei anaweza kuwatanguliza, assist ya Kratos Chota Chama. Chama na mashindano ya kimataifa ni kama baba na mama, damu Ya kweli Kratos Chota Chama ana uzoefu mkubwa. Kwa hiyo Singida wamesajili wachezaji wenye uzoefu mkubwa. Kwa mchezo wa juzi Singida walionyesha ubora mkubwa, kwa sababu Miguel Gamondi pia ni makocha ambao wamewahi kufanya vizuri kwenye haya mashindano, akifanya vizuri na Young Africans mpaka kufika kwenye hatua za robo finali. Kwa hiyo alifanya kitu ambacho kinawasaidia Singida ni kuanzia management, kocha pamoja na benchi lao la ufundi kiujumla. Wameonyesha mchezo mzuri. Singida nawaona wanaenda kufanya vizuri kwenye haya mashindano ya shirikisho barani Afrika, kwa sababu wamejiandaa kuweza kuonyesha mchezo mzuri. Martin, kipi wakifanya Singida sasa Black Stars kwenye mchezo unaofuata? Ni mchezo wa marejeo na Rayon Sports. Kumbuke kwamba wamepata ushindi wa goli 1-0. Inaweza ikawa ni faida kwao kwamba kwenye ardhi ya Tanzania wa relax sasa wameshamaliza. Kwenye mashindano haya huwezi ukarelax. Sehemu yote huwezi ukarelax, kwa sababu mpinzani anakuja na mbinu mbalimbali za wewe kwamba unachezaje leo na ili upate matokeo. Kwa hiyo Singida Black Star wanatakiwa waongeze speed na waongeze namna ya kushambulia zaidi ili waweze kulifikia lango la Lion Sport. Kumbuka kwenye mchezo uliopita wamekosa nyingi sana, na wakijaribu kuzibadilisha zile kosa ziwe clear chance, itawasaidia sana kwenye mchezo wa pili ambao utawakutanisha dhidi ya Rayon Sport hapa nyumbani kwenye ardhi yetu ya Tanzania. Sawa. Na sasa tuweke kando basi taarifa hiyo, tugeukie taarifa nyingine ambayo Yanga Sports Club wao mashabiki wanasema wao wameshinda goli 3-0, lakini mashabiki wanasema kwamba hawajafurahishwa na kile ambacho kimeweza kufanyika katika michezo yao ambayo 3-0. Yes. Kwa Yanga kuweza kushinda goli 3-0, hivi labda ilikuwa ni sifa au ni siri ya ushindi wa Yanga? Siri ya ushindi wa Yanga ni kujituma, kwa sababu tukimwangalia Aziz Ndambwile ambaye ni mchezaji ambaye nyuma alikuwa hapati nafasi, lakini katika siku ya juzi kwenye mechi ya Yanga dhidi ya Elliot nafikiri hivyo ya pale nchini Angola, tunaona kwamba Yanga aliingia na mfumo mzuri sana na wachezaji waliingia kwa ajili ya kwenda kuonesha mpira, sio kwenda kuonesha show game, ni kwenda kuonesha mpira, kwa sababu tuna Aziz Ndambwile alipatiwa matokeo zaidi. Alipewa nafasi na kwa nafasi aliyopewa aliweza kuitendea haki, kwamba licha ya kwamba hatuna Aridi ya Ucho, ila tuna Aziz Ndambwile ambaye huyu Aziz Ndambwile tunaweza tukamfanisha, lakini hatuwezi tukamfanisha ile maximum kwamba huyu ni Aridi ya Uchu, bali tunaweza tukamfanisha kwamba ana muondoko fulani wa Aridi ya Uchu, kwamba napokea mpira na ureceive mpira vizuri, alafu naangalia nimpasie na ama ni posti gani ambayo imekaa vizuri, ambapo mimi kama mimi binafsi ninaweza nikabadilisha mchezo. Ni siku ya juzi tunaona Aziz Ndambwile akaweza kubadilisha mchezo, na yeye kisisi tukamwona ni kama man of the match, namna performance ambayo aliweza kuionyesha kwenye game ya juzi, na hivyo kusaidia kuondoka na ushindi wa magoli 3 na alama 3 kibindoni kama mezeka mkononi. Anachokifanya Prince Mpuma leo Dube anadeserve kufanya match after match. Tumeona consistency yake ni ile, anadeserve anachokifanya? Hapana, kwa sababu hata msimu uliopita alianza hivi. Na yuko wapi Andy Bobo Aboyeli? Kulingana na matumizi ya kocha, kwa sababu ukimtazama huyu kocha ni kocha ambaye anapenda sana watu ambao wanakimbia muda wote. Yes. Kwa Andy Boyeli ni mtu ambaye anasimama kama wale namba 9 wa kusimama. Na huyu Dube ni mtu ambaye ana mission sana eneo la mbele. Kwa hiyo anapenda sana kutumia wachezaji ambao wana speed, huwa wanasema kwamba yule ni fox in the box, yani ni mshambuliaji anayesubiria kwenye box, lakini Dube ni link up striker, complete package striker. Anaweza kukupa vitu vyote na maana, kwa sababu ni mshambuliaji ambaye ana uwezo wa kwenda pembeni, kuchukulia mpira pembeni na kuingia ndani, kuweza kulink up na mawingo wa pembeni.
kutengeneza nafasi, ila kinachomwasili Dube kwa sasa ni labda ni concentration ya mchezo tu, kwa sababu nafasi anapata nyingi. Kama mchezo wa juzi amekosa kama nafasi 5 hivi, angezitumia ingekuwa ni ametoka na magoli 5 hivi kama 6, kwa sababu yeye mwenyewe akafunga mwenyewe 6. Robert Lewandowski wa Tanzania. Umemaliza? Kwa hiyo ni umakini tu. Wanasema kwamba Martin mpinzani wa Yanga alikuwa ni mwepesi. Kwa hiyo Yanga kwenye mechi ya marudio hawana, unaweza ukaona Yanga wanakuja kurelax kabisa, hawatakuwa na cha kupoteza. Yanga wamekutana na mpinzani mwepesi kabisa. Hata mimi naamini hivyo. Niamini Martin. Huenda akawa ni mwepesi, lakini kwenye mashindano haya mbona tukuelewe, huenda simamia msimu wako. Naweza nikasema kwamba ni mwepesi ndio. Lakini huwezi nikasema kwamba kwenye mashindano haya hakuna mshindani mwepesi kwenye mashindano haya ya CAF Champions League. Kwa sababu timu zote zinaonyesha ushindani, lakini hao Weleti walionekana wanacheza kwa kiwango cha chini sana, ambapo walionekana na mchezo wa kujilinda kwenye dakika 90 zote za mchezo. Yanga walimruhusu apige pasi, afanye kila anachokitaka kwenye mchezo uliopita, lakini licha ya yote hayo walikuwa na mashambulizi ya hawakuwa na mashambulizi ya mara kwa mara kwa Yanga Africa. Kwa hiyo Yanga tuseme kwamba hato relax, kwa sababu Yanga bado wanamdai kocha. Wanamdai kocha kwa matokeo mazuri na mchezo mzuri, kwa sababu wamepata matokeo mazuri, lakini bado wanarudi kwa kocha. Hatuoni timu ambayo tuliiona msimu jana ikicheza mchezo mechi za bado mapema. Martin bado mapema, lakini namna ya kiuchezaji ya Romain Folz iko tofauti. Anacheza mpira sawa, lakini namna sasa wapate matokeo kivipi wanashindwa hapo. Sawa, bado ni kama mwalimu Romain Folz hajapatikana, au mbinu zake hazijakuiva vizuri. Sasa Mresa, unaweza ukatuambia kwamba, kwanza natamani kujua Yanga kipi wakifanya sasa kwenye mchezo wa marejeano ambao itakuwa ni